Kama unahitaji Mungu aingilie katikati kwenye familia yako, mama uliyekuwepo mahali hapa, baba uliyekuwepo mahali hapa, mama mtarajiwa uliyekuwepo mahali hapa, baba mtarajiwa uliyekuwepo mahali hapa, kama unahitaji ukombozi halisi within the family, ndani ya familia yako spiritually, unaanza na mzaliwa wa kwanza. And I'll tell you why. Nitakwambia kwa nini. Na ndio maana Mungu anapambanaga sana juu ya wazaliwa wa kwanza. Na ndio maana shetani pia anapambana sana juu ya wazaliwa wa kwanza. Kwa sababu shetani anajua akiwini mzaliwa wa kwanza ndani ya familia, amewini familia. Vile vile Mungu naye anafahamu kwamba akiwini mzaliwa wa kwanza, akiwini mzaliwa wa kwanza ndani ya familia, amewini familia. Kwa hiyo nikitumia lugha nyingine naweza nikasema mzaliwa wa kwanza anafanyika kuwa a real target, upande wa giza, upande wa nuru. Mzaliwa wa kwanza anafanyika kuwa target, anafanyika kuwa mawindo, anawindwa kutoka pande zote mbili. Shetani anamtaka kwa sababu anajua akimpata amedestroy family. Mungu juu mbinguni naye anamtaka kwa sababu anajua akimpata kuna kitu atakiachilia katikati ya familia. Na hii ni kwa sababu a true deliverance, ukombozi wa kweli ndani ya familia, waga unaanzaga na mzaliwa wa kwanza. Mungu akitaka kuachilia ukombozi ndani, okay, tuangalie mfano mchache. Mungu alipotaka kuukomboa ulimwengu huu, ilibidi amtumie Yesu. Kasome Biblia yako. Yesu, Biblia inamuita Yesu kama mzaliwa wa kwanza wa vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Biblia inasema hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hakuna kilichoumbwa ambacho kiliumbwa pasipo yeye, yani pasipo neno. Kwa hiyo vitu vyote vilivyoumbwa viliumbwa kwa neno. Neno ni Kristo.